Walipoingia ndani ya nyumba, Maria alijikuta akigusa hewa nzito na yenye harufu ya vumbi. Milango ilijifunga nyuma yao kwa kishindo cha ajabu, na walijua kuwa walikuwa wameingia katika ulimwengu mwingine kabisa. Nyumba ilikuwa kimya, lakini kama vile kila kona ilikuwa ikishuhudia siri za zamani. Maria aliangalia kila upande, akiona mapazia yaliyokatika, sakafu iliyojaa vumbi, na kioo kilichozungukwa na uchafu na madoadoa. Walikuwa wameshika mikono yao kwa nguvu, lakini hofu ilikuwa inawazunguka kama kivuli. Maria alijua kuwa ilikuwa ni hatua ya hatari, lakini hakutaka kurudi nyuma. "Maria, hebu tufanye hivi kwa makini," alisema Jamila akishikilia mdoli wa Maria kwa mikono miwili. "Tunaweza kujua kilichotokea, lakini tusijitose kwenye hatari." Lakini Maria alikuwa na lengo moja tu, mstari wa kupata majibu. Alijua kuwa kila kitu kilikuwa kinahusiana na Halima na nyumba hii. Aliamini kuwa mdoli huo ulikuwa na uhusiano na yote yaliyotokea. "Hebu tuendeleze," alisema kwa sauti ya chini, akichukua hatua moja mbele. "Tutajua ukweli." Walitembea polepole kwenye chumba cha pili, ambapo milango ilikuwa wazi na vumbi lilikuwa limejaa kwenye anga. Walijua kuwa kila kilichozunguka kilikuwa na ishara, lakini wangeweza kupata majibu wakiwa makini. Wakiwa wameshika mikono, walielekea kwa chumba kilichokuwa katikati ya nyumba. Wakati walipokaribia mlango wake, Maria aliona kitu cha kipekee kwenye ukuta. Kulikuwa na picha za zamani za familia, zilizochora picha ya Halima na familia yake. Picha hizo zilionekana kutoweka kidogo kutokana na umri wao, lakini Maria alijua kuwa halikuwa tu picha ya familia, ilikuwa ishara ya kuwepo kwa siri kubwa. "Mama alikuwa sahihi," alisema Maria kwa sauti ya chini, akiona picha ya Halima akiwa mdogo akicheka na familia yake. Halima alikuwa hapa na alijua kitu. Jamila alikusudia kusema jambo, lakini alikata kauli alipogundua kitu kingine cha ajabu. Aliona kivuli kidogo kwenye kona ya chumba kilichokuwa giza. Alijua kuwa haikuwa kawaida. Kivuli kilikuwa na sura inayofanana na mtu aliyejaa huzuni, lakini ilikuwa tu kivuli cha wakati. Maria aliangalia kwa haraka na kugundua kuwa kivuli kilikuwa kinazidi kuwa na sura ya Halima. Macho yake yalikuwa meusi, na alijua kuwa alikuwa akimwita. "Halima?" Maria alijikuta akisema kwa sauti ya kutetemeka, akikaribia kivuli hicho kwa uangalifu. Lakini kivuli kilikuwa kimya, hakijibu. Walikusudia kuondoka kwa haraka, lakini ghafla milango ya nyumba ilifungwa kwa kishindo cha kutisha. "Tunahitaji kwenda sasa," alisema Jamila, macho yake yakiwa na hofu kubwa. Maria alijua kuwa walikuwa wamejifunga ndani, na milango ya kutoroka ilijifunga. Aliangalia kwa msumari wa macho jinsi kivuli kilivyoendelea kumwita, na alikuwa na hisia kuwa hii ilikuwa ni ishara ya kifo cha Halima, lakini pia ilielekeza kuwa nyumba hii ilikuwa na nguvu zaidi kuliko walivyoweza kudhani. Mwisho wa sehemu ya 6.